Umenifikisha kunako. Unayajua mapenzi mtoto wewe. Utakuja kupa zaidi ya hapa. Sister. Abe. Oh, jikoni. Ndio nipo jikoni. I'm Angel. Kusema kweli leo nimefarijika sana baada ya ujio wako hapa kwa sababu kama unavyojua kila siku huwa nakuambia. Like kama ningekuwa Mfaransa ningesema mon chéri je t'aime beaucoup. Ningekuwa mzungu ningesema my love you, I love you so much. Unapo kutoka. Safi. Vipi rafiki yako bwana? Rafiki yangu bwana alikuwa sebena na TV. Nikaingia jikoni nimchukulie chai. Nilifika nimwekea hayupo. Anakuwa kashaondoka. Nani? Mwaki la slice hivyo. Hukumkuta hapo program ndio kisha vyombo. Kweli ya damu. Tino. Leo una uchungu ndio kuliko mimi nilokutoa kule mtaani nikamleta hapa. Sawa. Wewe ndio mtu mtaani ukamleta ndani. Lakini alipofika ndani ndio kwambia kabisa ninahitaji awe mke wangu. Hapo anajua ametoka kutoka slice tu. Ndugu wangu. Kwa mimi ningefanyaje? Niache kazi ndani, nikae nimlinde yeye muda wote. Oh, kwa sababu nikampenda, sivyo? Lakini kama wewe unampenda ukazika nyumbani. Lakini ukaachia chochote kama kama nishatangaza nampenda, sivyo? Sikia dada. Niko tayari kwa kutafuta popote pale na tarudisha ndani. Au kama mke wangu. Ndugu wangu, utaamua wewe. Uende ukamtafute au baki hapa nyumbani na mimi. Sawa dada. Lakini nitangaza popote pale pale.
Yaani mpaka kuna muda natamani ningekuwa na mbawa, nikubebe, nikuchukue twende mbali sana. Mimi naona twende ndani kwa sababu kukugusa tu mkono yani naona sielewi ya. Tunyanyuke twende. Pole na kazi mume wangu. Asante mke wangu. Nashukuru nimerudi salama. Hata mimi pia naona umerudi salama. Ndio. Lakini kuanzia asubuhi kuna kitu nataka kukwambia. Kitu gani hicho mke wangu? Yaani umenipa uno. Mbona kama sikuelewi mke wangu? Unaelewi nini mume wangu? Uno unamaanisha nini? Uno ulionipa sijawahi kulipewa. Mke wangu. Kumbuka mimi situmii kilevi chochote eti. Sinywi pombe, sivuti bangi. Hilo uno wewe nimekupea wapi? Nafahamu kwamba hunywi pombe, vuti bangi. Lakini kwa uno ulionipa, labda kama umechoka na kazi umesahau. Unanitafutia sababu za mimi kutokugusa mwili wako? Sababu tena? Eh. Kwani nikutafutie sababu mume wangu? Wakati uno umenipa. Na leo kama unalitaka pia nitakupa. Hivi ni mwanaume gani atakaye kubali kitu ambacho hajakifanya? Nimeshakwambia mimi sijafanya chochote na wewe usiku wa kuamkia leo. Mbona unataka kunielewa? Mimi nina kumbukumbu vizuri tu. Mimi na wewe ndio tumeshiriki lote ndo. Mbona unataka kunilazimisha kukubali kitu ambacho sijakifanya? Mume wangu. Nakupenda mume wangu. Nakupenda pia mke wangu. Wewe vipi? Sasa nini hili jamani wakinywa chafu? Mdogo wangu. Hapana mdogo wangu. Ukose kufanya hivi. Hao ni binadamu kama sisi. There's this choice, you are my last choice, last choice, you are my last choice. I have chosen you to be mine for life worth living. I don't care much about what people say. Let's leave the past behind and embrace the future. You are my last choice. You are my samani. Ndio basi. Kuna machizi wawili naulizia. Wa kike na wa kiume. Simeweza kunielea maeneo haya? Tunajifanya wawili. Yes. Naona gari leo sijaona wewe. Ujaona kabisa maeneo haya? Sijaona kabisa. Kwa sababu mlao vile kwa sababu ya mchezo wewe. Usijai kuhusu hili. Wewe blaza jana sana. There's this choice, you are my last choice. Last choice, you are my last choice. I have chosen you to be mine for life worth living. I don't care much about what people say. Let's leave the past behind and embrace the future. You are my last choice. You are my last choice.
Choice, choice, choice. I saw the way you looked at her, like I was never in the room. Tino, nini kumekupelekea mpaka kunywa pombe kiasi hiki? Bwana Dula. Usilijua. Sasa usiwauliza. Unamaanisha nini? Hayo unayoona ni maisha yangu kwa sasa. Tino, sijawahi kukuona hata siku moja ukinywa pombe. Leo hii inaingia ndani na kukuta unakunywa pombe. Tatizo ni moyo. Moyo una nini ndugu yangu? Moyo wangu umejeruhiwa. Unamaanisha nini? Moyo wako umejeruhiwa na nini? Ndugu yangu nimependa. Umependa. Sasa jambo la heri hilo ndugu yangu. Unapompenda mwenzio ni kukutana na familia ile ya mwenzio, watu wanakaa chini, ni masuala yanaongeleka, unakabidhiwa mkeo unarudi nyumbani. Tatizo mshana ninampenda. Nikichaa. Tino, umependa mkichaa? Tino, na elimu yako unaenda kupenda mkichaa? Inakupelekea kunywa pombe? Huyo mkichaa umempenda kiasi gani wewe ndugu yangu? Na atakusaidia nini huyo mkichaa? Unapopenda lolote unaweza kulifanya. Sijielewi. Amekupa msukumo gani huyo mkichaa mpaka kumpenda kiasi hicho, kumnywa mipombe? Anakuchanganya kichwa. Umempenda kiasi gani? Moyo wangu umetoka kumpenda sana msana. Hakuna siku leo niuzi kama leo Tino. Nilipanga kweli tukae tuongee masuala yetu muhimu na kukuta unakunywa mipombe, afu aniambie tu umependa mkichaa. Unaweza kaenda. Mimi naondoka, lakini iwe mwanzo na mwisho. Utinite kwenye vipengele kama hivi vya kuninyoa mipombe hapa. Unashauriana nini? Unashauriana pombe, tunashauriana maisha. Sikia. Unaongea maneno kwa sababu hujapenda. Lakini siku ukija kupenda utaelewa kinachomaanisha. Unaweza. Kaka, sina elimu ya kupenda vichaa mimi. Sikia. Ishi na maisha yako hayo. Mimi sina elimu ya kupenda vichaa. Tino, nilikuona maana ila sasa hivi huna thamani kwangu. Nitafute ukiwa na akili zako timamu, sio sasa. There's this choice. You are my last choice. Choice. Last choice. You are my last choice. Choice. I have chosen you to be. Mbuzi zangu sionga, oye sionga. Mbuzi zangu sionga, oye sionga. Mbuzi zangu sionga, oye sionga. Mbuzi zangu sionga, oye sionga.
Leo nimefurahi sana. Nimefurahi mno. Kabla ya kuendelea na kikao chetu, kuna jambo moja naomba nilizungumze hapa. Wote mnajua mila na desturi za uchawi wetu. Sisi tumeelewana? Ndio mkuu. Ni jambo gani hilo mkuu? Kuna jambo moja nataka nikuulize. Dizo yuko wapi? Mkuu, Dizo nilimfahamisha juu ya kikao chetu cha kichawi, lakini nashangaa mpaka sasa hivi hajafika. Kwa nini hajafika? Nadhani mkuu soma kosa yangu. Dumba, wewe ndio umebeba zina au zima ya mdogo wako. Niahidi haitajirudia tena. Lakini Adumba mbona anamtetea sana Dizo? Unasikia? Ndio mkuu. Hii sio mara ya kwanza. Na hii tabia ikiendelea, hii adhabu utaibeba wewe badala yake. Ni lazima tuheshimu mila na desturi. Ni lazima tuhudhurie vikao vyetu vya kichawi. Kikao kina umuhimu mkubwa sana. Sasa siku akimkuta kumkuta huko, atajua umuhimu wa kikao ni upi. Tumeelewana? Ndio. Ndio. Dizo tulimpa kazi. Hiyo kazi amekamilisha. Dizo amefanikisha jambo ambalo tumelifanya wote hapa, na amenikabidhi sadaka yake. Na sadaka yake hii hapa. Hapa nimefurahi. Hichi ndio kitu muhimu. Na hivi ndio vitu muhimu. Nguvu zetu zinakuwa maradufu kupitia hivi vitu. Sawa. Hii ndio yenyewe. Lakini ongea na Dizo auzulie vikao. Vikao ni muhimu sana. Sawa mkuu. Tumeelewana? Sawa. Naja kwako Bisemeni. Ndio. Bisemeni, huu ni mwezi wa 6 na ni mwezi wako wewe kutoa sadaka. Ndio. Hivyo basi nahitaji majibu yaliyonyooka. Naomba univumilie kwa muda wa siku 3 mkuu wangu. Siku 3? Siku 3. Lakini mkuu, Bisemeni anakuwa anajivuta sana kwenye kutoa sadaka. Mimi nadhani inampasa hata kesho alete hiyo sadaka. Tumemisi kujidambua, tumemisi kulamba damu mkuu. Lakini mkuu, si unanifahamu? Si unanitambua? Wajukuu zangu wote nimewamalizia hapa. Yuko sawa Bisemeni. Tumpe siku 3. Ila Bisemeni, kaa ukijua siku 3 ni siku chache sana. Ndio. Ila kwako ni nyingi. Ndio. Wote hapa tumetoa hapa. Wote. Mimi nimetoa ndugu zangu wote. Wote nimetoa. Na wakati ninapewa huu uchawi. Napewa huu uchawi. Mtu wa kwanza kumtoa alikuwa ni mamangu mzazi. Adumba. Ndio mkuu. Nakupa kazi. Naomba uandae kisu kwa ajili ya sadaka yetu. Watu tumemisi nyama. Tumemisi nyama. Ni kweli. Sisi kujidambua. Na hii mkae mkijua sadaka ina umuhimu sana. Tunapotoa sadaka ndio nguvu zinazidi. Tumeelewana? Sawa. Ndio. Sawa. Mimi kikao na kifunga. Tawanyike kwenda kupumzika. Maana ni usiku sasa. Asante. Haya.